Je, unaofahamu kuwa manjano na tangawizi mbichi ina uwezo wa kusafisha nyota yako? Naam, nasema nyota yako imeenda na wachawi. Je, unajua unaweza ukaipata au ukaing'arisha tena upya na ukaanza kufanikiwa? Basi, manjano ni nini? Manjano ni turmeric kwa jina la kimombo na tangawizi mbichi. Huu mchanganyiko ni mkubwa sana na una nguvu sana, na hautibu tu peke yake kuongeza nyota, hata magonjwa. Inatibu pressure, inatibu kibofu cha mkojo na magonjwa mengine ambayo mimi mwenyewe kwa knowledge yangu nafahamu hiyo. Sasa kwenye maisha yako, nyota yako inaweza ikawa inang'aa, ila bado unapitia changamoto nyingi sana. Kivipi? Usichanganye kufifia kwa nyota na kufanyiwa uchawi wa kutoendelea kuwa ni nyota yako inafifia. Kuna tofauti hapo. Kuna mtu mwingine atakwambia, vipi? Ati mimi nyota yangu ilizimwa, au mimi nyota yangu inatumika sehemu. Kumbe sio nyota inatumika sehemu. Ana vifungo ambavyo haviwezi kumruhusu yeye afanikiwe kwa njia nyingine yoyote. Hapo hamna nyota, wala nyota yake ni nzuri na safi kabisa. Unafaa uelewe. Ndio maana yake nasema, mnapoenda kwa hao watu matapeli huko wanaowatapeli hela, waambieni kwanza, wawaelezee maana ya shida yenu mnaosumbuka, ili mupate tiba. Kwa sababu nasemaga kila siku, hauwezi kutibu malaria wakati wewe una ugonjwa mwingine tofauti, ukapewa dawa za kansa na wakati wewe una malaria. Hivi utatibu malaria au utaongeza malaria? Si mwisho utafariki. Vile vile tafuta tiba ya kweli ambayo wewe mwenyewe binafsi pasipo kugharamika chochote unaweza ukatumia kwako nyumbani, kwa sababu wengi wanapenda kupiga hela na hawezi kupatia elimu ambayo itakusaidia, kwa sababu wamekosa ufahamu na hawapo kwenye kikundi ambacho ni kama watu kama sisi. Sijui kama unanielewa. Basi chukua hii manjano. Wengi mlikuwa mjui manjano ni nini au turmeric kwa Kiswahili ni nini. Chukua manjano kijiko kimoja, weka kwenye kikombe chako. Sasa hivi sina kikombe. Wewe ambao uko unanitazama na una manjano ndani ya nyumba yako na kitunguu na tangawizi mbichi, tumia. Weka kwenye kikombe kijiko kimoja kidogo. Ukishaweka kijiko kimoja kidogo, hii turmeric ambayo ni manjano, weka maji moto. Si mengi sana, maji moto. Yasiwe moto sana na yasiwe baridi sana, yawe katikati. Weka ndani. Ukishamaliza kuweka ndani, chukua hii tangawizi mbichi yako, isage. This time round usiweke hii tangawizi mbichi ikiwa iko hivi. Saga kabisa, utoe particles ndogo ndogo. Weka mle ndani. Koroga, 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 koroga. Ukishamaliza kukoroga, kunywa. Kumbuka, hii dawa inanywewa mara moja kwa siku kwa ajili ya afya yako. Mara moja kwa siku kwa ajili ya kulinda afya yako. Ni dawa yenye nguvu sana, tunatumia manyumbani, lakini hatujui maana yake. Hatujui nguvu zake. Wewe nyota yako imefifia. Unashangaa, una bahati nyingi sana unapata, lakini bahati zenyewe hazimalizi miezi mitatu. Ndani ya miezi miwili umefutwa kazi, umepotea. Umefunga biashara, umeachilia. Au ulikuwa na vyote, ghafla tu vinakwisha. Au una vyote, lakini sasa unashangaa hauendelei. Unapata tu kiwango cha wewe kula. Ukishamaliza kula, maisha yamefikia hapo mwisho. Tiba iko. Tiba iko. Na ni tiba nzuri ambayo itakusaidia mno. Chukua action sasa hivi. Usichelewe. Usichelewe. Fanya upesi nilivyokuambia na utaona mabadiliko. Nipo na dawa nyingi sana. Sasa hivi nipo na dawa nikikwambia zinakwenda Zambia utakataa. Zinakwenda Zambia. Dawa nimetengeneza kwa ajili ya watu walioona umuhimu wangu. Dawa zenyewe ndio hizi hapa. Unakumbuka nikiwaambia niko na mafuta yangu ambayo yanakwenda kwa shilingi 5,000. Mafuta yenyewe ndo haya. 500 ml. Yana nguvu ya nyota. Yana mambo ambayo sio ya kawaida. Haya mafuta yana uwezo wa kukupatia bahati kwenye biashara yako, yakakuongezea mapato. Kwenye njia yako, popote utakapoenda kuomba msaada ukafanikiwa. Popote utakapoenda kuomba kazi ukafanikiwa. Ikang'arisha nyota kiwango cha kuwa watu wakakutafute. Hii mafuta unaiona hivi, lakini gharama yake ni 5,000. Haya mafuta peke yake 5,000. Haya ni mafuta ambayo nayapeleka tayari, na yatuma, yanakwenda Zambia. Yanaongozana na mafuta haya. Sitaweza kuyareveal sasa
lakini ni mafuta haya yanakwenda, ila nguvu zake ziko pia. Hizi zinakwenda zote Zambia, haziendi peke yake na zingine hapa. Si mnaona hizi ni dawa zote zinakwenda Zambia. Hii ni chumvi ya mawe. Hivi vitu vinakwenda safari ndefu sana jamani. Tutake kusaidika. Nenda kwa mtu aliye sahihi, msidanganye na matapeli wengi sana. Mtu anakuja tayari na kuanza kukwambia haja kuelezea shida yako unayopitia, haja kueleza mambo unayopitia. Wewe mwenyewe umejaa magonjwa chungu mzima, hawana hata dawa. Na dawa zinazotakiwa kuwasaidia ni kama dawa hizi. Kama hii ni dawa ya pressure, zinatakiwa kuwasaidia, wanafaa wapatie elimu ya kujitibu na kujikinga, sio tu nyota peke yake jamani. Saa zingine msione watu wamekaa wanafanikiwa mkafikiri ni kazi rahisi. Wamegaramika sana, yaani kiwango cha kuwa hata ukimwambia naomba shilingi 5 hawezi kupatia, kwa sababu njia aliyotumia ni ndefu sana. Na wewe tumia hiyo njia ufanikiwe, ambayo ni njia hii. Itakuuma kwa uchungu, lakini utasaidika sana. Hakuna kitu kibaya kama umekaa na maisha yako, ghafla tu unaona tu mambo yamebadilika tu na mambo yamekuwa mabaya. Yanaanza kubadilika, yanaanza kuwa mabaya mpaka unashangaa nini mbaya. Unashangaa nini mbaya, au unashangaa kwani nimekosa nini ama wapi? Unaona? Unashangaa tu nyota ilikuwa inakaa, ghafla tu nyota inafifia bila hata ya maana yoyote. Haijakutaarifu, haijafanya nini. Unashangaa ulikuwa na biashara yako nzuri, haudumu kwenye kazi. Miezi 2, miezi 3 ndio umepata tu, lakini unafutwa kazi ndani ya miezi 2, 3. Unapata nyingine, unapewa notice hata kabla hujajiandaa kuwa kazi yako imeisha au utakikani kazi mwezi ujao, na unafutwa kabisa. Una gari yako nzuri, unakwenda kuiuza, unakosa kila kitu kwa sababu nyota imefifia. Na haya yote ni mambo ya mikono ya watu. Niwaambie kitu kimoja ambao mjui. Ndoto ni ulimwengu ambao ni ulimwengu wa giza, na ni dunia yake tofauti. Ndoto ni dunia ya pili ambayo ukiingia kwenye hiyo dunia, amini, vyovyote unavyoviota ni maagano. So inategemea unaota nini na ni maagano gani unapewa. Usipokuwa makini, unaweza usirudi kwenye hizo ndoto. Mshaona watu wamelala, wakalala kabisa, asubuhi kuamka watu hawamki. Mtu ndo amekufa hivyo, ameenda kwa sababu alikwama kwenye ulimwengu wa ndoto. Kwenye dunia ya ndoto alikwama, akashindwa kurudi. So ndoto sio kitu cha kucheza nacho. Ukisafiri kwenye ndoto, inamaanisha umeingia kwenye ulimwengu mwingine, umeruhusu portal kufunguka ili wewe uingie kwenye ulimwengu mwingine. Na unapoingia kwenye hiyo dunia ya pili, kuna majaribu mengi sana. Ni ung'ang'ane kwenye hiyo ndoto ushinde. Bila hivyo, kuna mambo mengi yanaweza yakafanyika. Aidha ukalishwa vitu, aidha ukafungiwa, vifungo ndio vikawa vingi, au ukakwama kwenye hiyo ndoto na usiwahi kurudi. Uamke tu asubuhi na fariki. Kwa hiyo tusaidiane. Nitafute kwenye namba hizi +254 705 Sitarudia. Ukitaka namba zangu, nenda kwenye bio yangu, kunazo huko nimeziweka, au nitumie ujumbe kwenye inbox yangu TikTok, uniambie bwana, chief, nahitaji msaada, fanya hivi. Lakini kabla hujanipigia simu, jamani, kuna gharama ya kuongea na mimi nikuscan wewe ili nikwambie shida zinazokukumba, na gharama yenyewe ni 500. Ndio tuanze kuongea ana kwa ana, tujue tiba yako ni gani. Sikulazimishi. Kama unajisikia haupo tayari, tusijaribiane imani. Tafuta mtu aliye karibu umjaribu. Na dawa ni popote, sio lazima nikufikie ndio nikutibu. Popote na kutibu. Jamani, tubadilishe maisha ya kwetu. Tuchoke na kuteseka.